Karibu tena kwenye Be Creative Topics, studio ya simulizi ya maisha halisi, sinema kali na hadithi zinazogusa moyo. Mimi ni Bizo, sauti yako ya leo. Na leo tutaingia kwenye dunia ya huzuni, mateso na mwisho wenye matumaini kupitia filamu ya Nigeria, Relative Stranger. Hii ni hadithi ya msichana aliyepitia magumu, akatelekezwa na damu yake mwenyewe, lakini baadaye akakumbatiwa na yule ambaye hakumfahamu kabisa, mgeni wa damu, stranger, lakini wa karibu kuliko ndugu. Sikiliza hadithi hii kwa makini, kwani huenda ikakukumbusha kuwa familia si lazima iwe damu, bali ni wale wanaosimama nawe hata unapoanguka. Kikati, Relative Stranger, simulizi ya kina. Hadithi inaanza katika kijiji kidogo, barabara za vumbi, nyumba za udongo na kelele za watoto wakicheza kandanda kwa mguu peku. Lakini mbali na kelele hizo, kuna msichana mdogo, Amanda, akikaa kimya kwenye kivuli cha mti. Macho yake yanatazama mbali, kama anayemsubiri mtu ambaye haji kamwe. Amanda alilelewa na mama yake hadi alipofikisha miaka 7. Baadaye, mama huyo aliahidi kurudi baada ya kumwacha kwa shangazi kijijini ili akafanye kazi mjini, lakini hakurudi. Mwaka mmoja ukapita, kisha miwili, halafu mitatu. Hakuna simu, hakuna barua, hakuna habari. Wakati wote huo, Amanda alikuwa katika mazingira magumu. Shangazi aliyemhifadhi hakumchukulia kama mtoto, bali kama mtumishi wa nyumbani. Asubuhi, alilazimika kuamka saa 11:30, kufagia, kuosha vyombo, kwenda mtoni kuchota maji na kutayarisha kifungua kinywa kabla hajavaa sare za shule. Mara nyingi, alifika darasani akiwa amechelewa na walimu walimfukuza kwa kuchelewa bila kuelewa sababu halisi. Watoto wa jirani walimcheka, wakimuita mtoto wa mtu asiye na baba wala mama. Lakini Amanda hakuwa na sauti. Aliumia kimya kimya. Miaka ilipita. Amanda sasa ni kijana wa miaka 16, mchovu, lakini bado na ndoto. Ndoto ya siku moja kukutana tena na mama yake au mtu yoyote wa familia yake ambaye atampenda bila masharti. Siku moja, kijiji kilipata mgeni. Gari jeupe liliingia kwa kasi ya taratibu. Dereva alishuka na kumfungulia mlango mwanamke mrembo, mrefu aliyevaa miwani ya jua na nguo za heshima. Huyo alikuwa Sandra, dada wa mama yake Amanda, ambaye alikuwa akiishi Ulaya kwa muda mrefu. Sandra alikuja kijijini kwa ajili ya urithi wa familia, lakini alishangaa sana kusikia kwamba binti wa dada yake bado anaishi hapo, akiteseka. Alipoona hali ya Amanda, moyo wake ulivunjika. Binti huyo alikuwa na miguu yenye michubuko, mikono yenye makovu, macho yenye huzuni isiyo na mwisho. Sandra hakuamini kwamba damu yake, mtoto wa dada yake, anaishi kama mtumwa. Kwa hasira na uchungu, Sandra alikabiliana na shangazi aliyemlea Amanda. Alidai maelezo, kwa nini mtoto huyo ameachwa, ametelekezwa na kuteswa huku wote wakiwa kimya. Ndipo ukweli ukaanza kujitokeza. Kumbe, mama yake Amanda alifariki miaka mingi iliyopita, lakini hakuna aliyejali kumtafuta Amanda wala kumjulisha familia nyingine. Kwa sababu ya urithi wa familia, waliamua kumficha Amanda kama mzigo, wakiamini kuwa akifa kimya hakuna atakayejua. Lakini Mungu hakutaka iwe hivyo. Sandra aliamua kumchukua Amanda. Alimpeleka mjini, akamwandikisha shule ya heshima, akamhudumia kama mtoto wake mwenyewe. Polepole, Amanda alianza kusmile tena. Alianza kujifunza maisha mapya, maisha ya kupendwa, ya kuthaminiwa na ya kuaminika. Lakini maisha ya zamani hayakuisha bila mapambano. Wale waliomtupa waliamua kumfuata Sandra, wakidai kuwa Amanda ni wao kwa sababu ya mali ya familia. Walitishia, walipanga njama, hata kupeleka kesi kortini. Lakini Sandra hakutetemeka. Alisimama kama simba kulinda mtoto ambaye hakumzaa, lakini alimpenda kweli kweli. Amanda alipita mtihani wake wa mwisho kwa alama za juu. Alikabidhiwa tuzo ya mwanafunzi bora kitaifa. Wakati wa hotuba yake ya kuhitimu, alisimama mbele ya mamia ya watu, machozi yakimtokea na kusema, waliotakiwa kuwa familia yangu walinitupa, lakini yule niliyeambiwa ni mgeni alinipenda kama mama. Msiwahi kuwahukumu waliotelekezwa. Wao wana ndoto na wanastahili nafasi ya pili.
ukumbi mzima ulisimama kwa heshima. Be Creative Topics. Na hiyo ndiyo simulizi ya Relative Stranger, hadithi ya uchungu, mateso na mwanga wa tumaini. Hadithi ya Amanda ambaye alitupwa na waliomzaa, lakini akapendwa na aliyekuja kama mgeni. Je, umewahi kuona maisha yakibadilika kwa sababu tu mtu mmoja aliamua kusimama upande wa haki? Hii ndio sababu tunasimulia hizi hadithi, kukumbusha kuwa hata katika giza zito, taa moja tu inaweza kuleta mwanga. Kama hadithi hii imekugusa, tafadhali subscribe kwenye chaneli yetu ya Be Creative Topics, B, like na comment maoni yako, and C, gonga kengele ya arifa ili upate recap nyingine kama hizi kila wiki. Mimi ni Bizo, na hadi wakati mwingine, hadithi inaendelea.